wataenda almost 8 hours juu na ndege haujalandi juu. Sasa huko kwao hakuna mahali ya kujenga Ebola. Nasikia Ebola imekuja. Nasikia inatoka Amerika, sasa watengeneze hapa hospitali Kenya. Kwani umerogwa? Madaktari watatoka huko wakuje huko ije walete hiyo Ebola. Sasa hapo kuna kitu kinaenda. Nilikwambia Kenya inatafutwa na nchi za nje. Nilikwambia 5 years ago wanatafuta Kenya landing. Sababu Kenya ni very strong. Don't say that. Don't put that message out there. Nimesaini sasa hiyo Ebola iletwe hapa. Angalia wazungu watoe kwao. Na Amerika ndio kubwa kuliko Kenya mara ngapi unafikiri? Amerika. Acha nikuombee Mheshimiwa Ruto, Mungu akuonekanie. Akupatia akili na maarifa. Ya kuongoza wa Kenya. Ili usione pesa peke yake. Uone maisha ya Wakenya kwanza, weke mbele. Oh yes. Ebola. Ati ukipata nini? Ebola. Ukipata Ebola, masikio yako haitakuwa sawa, hata haitakuwa inasikia Kasongo akidanganyana. Na macho ikikuwa baya, unajua hata haiwezi ona Kasongo akikonda. Huwezi ona hata mali ya Kenya ikiibi. Hii ugonjwa ni baya, lakini tumesema haishiki watu watuta mawezi pata. So hata watuta wanafaa waambie Kongo. Ni kama Ruto amekula deposit ya Ebola. Na sisi tunamwambia mapema arudishe hiyo depo. Uko kwa Trump. Hakuna vile hiyo quarantine itafanyika Laikipia. Either ifanyike Sugoi ama State House. Oh my God. Yaani mtu akipatikana na Ebola kule Minnesota analetwa Laikipia Kenya. Mwamerika akipatikana na Ebola kule Washington DC ama Michigan analetwa Laikipia Kenya. Hawa Ebola wanafika alafu kidogo kandarasi kama tunavyoita kwa Kiingereza contract inakuwa public ya kumine Murima Hill, which is value yake inaweza tulipia deni tuko nayo Kenya, and I'll presume half of it. Sasa wacha tunaulize, ni Kilifi tunaenda kuwazuia wasifike kwa hiyo mlima? Ni Laikipia tunaenda? Ni strict tunarudi kupiga kelele reject finance bill? Nyache na changanyikiwa uchu wangu kwa akili zangu niko hopeless. Jehova Baba Mungu wa mbinguni, hata wewe unaona we've tried and we will still try, but please ukianza kujibu maombi anza na yeye yenye kila Mkenya ako nayo at the back of their head. Sina gari tusimame na Rais William Samoei Ruto. Tumeona hii mambo ya Ebola, wale wazungu wamepatikana ugonjwa wa Ebola pale Kongo, wanakuja Kenya. Tunashukuru sana. Na hiyo kazi nataka utupatie mdozi. Ruto anataka kununua Ebola moja anataka kununua 10 billion. Alafu akuje hapa Kenya atuuzie Ebola. Hadi Ruto anunue Ebola kutoka US akuje nayo hapa Kenya, alafu aanze kuuza mask za Ebola. Oh my God. Mask moja 5,000. Jesus Christ. Mask ya VIP ni 10,000. Allah. Allah. Ujinga kama hiyo nani atakubali? Nani atanunua Ebola? Nani anunue mask ya Ebola? Hapana. Tunajua tunasema tutam na tunasupport serikali. But hapa kwa Ebola is where we draw the line. Kenya ni nchi yetu. Kenya wanyonge wanaumia. Wakubwa wamenyakua pesa. Zingine zinapelekwa Italy. Tunapitia huko, zinaenda London. Zinatoka London zinarudi Kenya. Zinaingia kwa mfuko ya watu. Zingine zinaletwa in terms of dollars. Zinawekwa kwa nyumba za watu. Wakati wafanyikazi
lipa ushuru na kodi. Watoto wao wanaumia, hawezi kwenda shule. Tusikize maombi yetu, imekufikia yote, tunawacha kwako tukiamini. Amin. Anything that comes from an international request. Hakuna ashindwe Asongo yeye Mombali nanga To have a conversation with partners. It goes by the laws of Kenya, so we want to affirm that our country is, we are ready, we are capable. We have taken all God have actions mercy upon us. to ensure that we our healthcare workers and our policies to protect our boundaries and also to ensure that every Kenyan is very, very safe. As at yesterday, and you know very well, the World Health Organization declared the situation of Ebola as a public health emergency of international concern. And that was just the other day in May. The Africa Center for Diseases, they have subsequently declared that and if there is no country for William Ruto, there is no country for you. Emergency of continental severity. And in DRC, many cases that are suspected, but they have already lost more than 100 people. In our neighboring country, just here in Uganda, they have about 10 cases, 7 to 10 cases that have been confirmed, and they already have a death. So our proximity to these countries is what should keep us on safe. And we are on high alert. As a ministry, therefore, cross-border invitation has been confirmed in those countries, and we are doing whatever possible. If you go through the airport today, you must be screened. You're coming back, you must be screened. And we must isolate those people who we may have to suspect or that need to be isolated from other people.